Gaucho atakuja kuuawa soon and very soon. Wa Kenya, ununjani nimemweka hapa. Ujamaa anaitwa Gaucho. Gaucho, Spana Boy wa Sakaja huyu. Gaucho, mtu anaweza kuwa fala, mtu anaweza kuwa mjinga, lakini jaribu hata kidogo, ukue na akili kidogo, hata inatoshana na kuku. Calvis Gaucho, juzi nimekutolea video kuhusu ndugu yetu ambaye ameuliwa kwa njia ambayo sio sawa. Ndugu yetu ambaye anaitwa Ojwang. Lakini badala yake wewe umerudi na ukaanza kutusi wa Kikuyu. Wacha niwaambie wadau, na hii nitawaambia for free, and you mark my word. Unaona huyu jamaa anaitwa Gaucho? Si unaona Gaucho venye anapiga mdomo ya hate speech na haulizwi na hashikwi na DCI na hakuna mtu anamuuliza swali, oh Wakikuyu hamtapita Thika Road, oh Wakikuyu hamtafanya nini? Niwaambie ile kitu ita happen. Gaucho will be killed. Gaucho atakuja kuuawa soon and very soon. And you mark my word. Mimi nisikuangi mwenda wazimu. Mimi akili niko nayo sana. Gaucho atakuja kuuawa. Na akiuawa itasemekana ni Wakikuyu, akina Gachagua na Wakikuyu wamemuua. Ndio kuanza kusemekana Wakikuyu wanaua Jaruo. Okay? Si Gaucho ni mtu anajulikana. Si huyo mtu ongea very ruthless. Si anaongeanga tu papa na haezi ulizwa. Yeah? Unaona venye ana spreading hate speech between Wakikuyu na Wajaruo. Gaucho atakuja kuuawa. Na ile siku atauawa kutasemekana sisi Wakikuyu ndio tumeua yeye, sasa Wakikuyu tumeanza kuua Jaruo. Mark my word. Mimi hakuna mahali najua, sijui anything about it. I have seen any information about yeye, but huyo mtu nimeangalia video zake. Venye anaogeanga, nikajua hapa there is something. Na wewe ukiwa mtu uko na akili vizuri, utaona hapa iko kitu imefichwa. Siku moja utasikia Gaucho amepotea. Tena usikie ameuawa, amepatikana sijui Naivasha. Tena utaanza kusikia kukisemekana Wakikuyu ndio tumeua Gaucho, so sisi Wakikuyu tumeanza kuua Jaruo. Ngoja utasikia. Ndio wadui ikue mingi between sisi Wakikuyu na Wajaruo. Mark my word. Na itakaa sana. Just watch. Just wait. Gaucho, Spana Boy wa Sakaja huyu. Huyu jamaa ndio kati ya watu wenye wanatumikanga kuinterfere na maandamano ya watu. Yenye watu wanaandamana peacefully, au wanaingia pale wanainterfere na hayo maandamano. Inakuwa inageuka into chaos. Mtu kama huyu mtu ni mtu wa matabu tu mingi tu hapa Kenya. Hata labda wacha niseme mimi kwa sababu mimi nakula jasho yangu. Mimi sikuli jasho ya mtu. Ama kama kuna mtu ananilisha basi na aseme. Umenielewa? Lakini huyu jamaa anatumika vibaya na anapewa tu handout tudogo sana. Tuenye tumbadilishi maisha. Jamaa ameparara tu kama watu wengine. Huyu jamaa anashanganga shida yake nini? Pole leo nimetumia matamshi mabaya, lakini venye huyu jamaa ananibo. Huyu jamaa baada akue kati ya watu wenye wanashikanisha wananchi, kwa sababu yeye bado ni kijana. Tushikane sisi kama wananchi, kama vijana, tujue kama tunatuma hii government nyumbani, tutafute mtu mwenye anaweza tusaidia kuongoza nchi, kuhakikisha kuwa mtoto wa Gaucho ataenda shule, mtoto wangu ataenda shule, na mtoto wa mtu mwingine maskini ataenda shule. Kama mnakumbuka enzi za Kibaki 2000 huko 202 venye Kibaki alikuwa president, venye kila mtoto wa mtu alienda shule, paka chifu alikuwa anaulizanga kwa vijiji, mbona huyu hajaenda shule? Kama hujaenda shule chifu anakukujia. Lakini siku hizi juu ya uongozi mbaya yenye watu kama Gaucho wamesahau, wanaifuatilia na wajui sisi ndio tunaumia. Wale watu wenye wanamtumia vibaya, hao watoto wao wanasoma mashule za maana. Hata labda wasomi silabasi yetu ya Kenya, wanasoma silabasi ya majuu. Alafu mtu kama yeye amejichanganya anafuatana na watu kama wale. Gaucho tafadhali, reason, think bwana. Sisi ni maskini tu. Tushikamane angalau pia na sisi maskini siku moja tukue na sauti. Tuweze kufukuza hii government. Tuache kutumika vibaya na watu. Unajua nakuanga vibaya mtu mzima wa 30+ years unatumika na wanaume wenzako vibaya. Na wanakupatia tu pesa tu tuwezi kuendelesha. Kwa nini basi usimpatie kazi ya maana yenye inaweza msaidia? Ndio ujue watu wanakudharau Gaucho, wanakupatia kazi za kumobilize vitu za ujinga kama hizi, kuinterfere na maandamano. Kama ni watu wazuri, so kutafutia hata kwa ofisi, ufanye kazi ya maana. Waje kuhangaika huku kwa njia kama sisi tu.